Shalom na salimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena mwana wa Mungu katika kujifunza na kutambua Biblia, na kukaribisha katika chaneli hii upate mafundisho na kumjua Mungu anataka tumfanyie nini katika maisha yetu. Amen. Hila kama ni mara yako ya kwanza kutizama chaneli hii, tafadhali ninakuomba bonyeza kitufe cha subscribe, ufanye hivyo, na pia ubonyeze alama ya kengele hapo ili upate notification kwa update zote ambazo nitakuletea, mtoto wa Mungu, na ubarikiwe sana. Turudi katika mada yetu, na tunaenda kujifunza kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wake wa 3 mpaka wa 5. Wewe unachotakiwa ni kunifuatilia ni kitu gani ambacho tunakwenda kujifunza katika andiko hili, au tunapata fundisho gani kupitia kitabu hiki. Mwana wa Mungu, ninasema kwamba kabla hatuja kwenda kwenye mafundisho ya hichi kitabu, kwanza tusome kwanza, tuelewe andiko limesema nini, kisha tutaenda kuelezana tunataka kufundishwa nini au tujue nini katika ile andiko. Hacha nikasome kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninakwenda kusoma ile Danieli 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Ninasoma: ndipo maamiri na manaibu, maliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuzindua ile sanamu Mfalme Nebukadreza aliyeisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu Mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi. Amen. Kama tulivyosoma hilo andiko linavyosema, nafikiri umenipata vizuri. Sasa ni nini ambacho tunakwenda kukipata katika hili andiko? Sasa hapa natakiwa unisikilize kwa makini ili tuangalie vipengele kadhaa ambavyo tunavipata humu ambavyo tunatakiwa kujifunza. Ujumbe mkuu hapa tunaopata kwamba usimwabudu Mungu kwa sababu wengine wanamwabudu, bali mwabudu kwa sababu unamjua na umeamua kumtii Mungu. Kwa hiyo usije ukawa unamwabudu Mungu labda umeona kwa sababu wengine wanamwabudu. No, ujumbe mkuu, mwabudu Mungu kwa sababu unamjua na umeamua kumtii na kumfuata. Amen. Sasa vipengele ambavyo tunavyoviona hapa kwamba kitu ambacho tunaenda kujifunza hapa, usiogope shinikizo la watu. Kwa hiyo amri inapotolewa mbele za wengi, wewe usifate amri za watu, usifate shindikizo la watu. Inatakiwa kumfuata Mungu hata ukiwa peke yako. Bora unamwamini na unamjua, basi kwako itakusaidia, lakini sio kufuata shindikizo la watu wengine. Inaweza ikawa hilo shindikizo wanafuata kitu ambacho hakijulikani, ni kitu ambacho ni nguvu za giza. Kwa hiyo inatakiwa usifuate shindikizo la watu wengi, bali fuata vile unavyomjua Mungu na kuweza kumtii yeye. Amen. Kwa hiyo hata katika ili andiko tunaona walipopiga mbiu, watu wengi walikuwa tayari kwenda kushiriki au kwenda kuamini lile sanamu, lakini tunamuona pale baadaye kwamba Shedraki, Meshaki na Abednego walikataa kufata mafundisho hayo. Ina maana katika wengi, lakini hawa wachache waliona kwamba hatuna budi kufata ili sanamu kwa sababu sisi tunamjua Mungu wa kweli. Kwa hiyo jitahidi sana kumjua Mungu wa kweli, usije ukaingia kufata mkumbo na ukapotea njia. Ninakueleza hivi, mtoto wa Mungu, soma maandiko ya Mungu ili upate kufunuliwa ni kitu gani ambacho wewe unatakiwa kufata. Amen. Pia tunajifunza kwamba mamlaka ya mwanadamu yana mipaka. Tunaona kwamba yule mfalme alikuwa na nguvu kubwa, lakini hawezi kuchukua mamlaka ya Mungu.
Kwa hiyo tunajua viongozi wana maamuzi makubwa, lakini hawana nafasi ya kuchukua maamuzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ana maamuzi yake, hakuna mtu atakayeweza kuchukua maamuzi ya Mungu. Amen. Kwa hiyo hapa tunafaa kuwaheshimu kweli viongozi kwa sababu ni viongozi vyetu, lakini kumbuka kwamba ibada zote ni Mungu ndio anapaswa kuheshimiwa katika ibada. Hata kiongozi awe na mamlaka makubwa gani, lakini bado ibada itabaki kwa Mungu. Kwa hiyo tujifunze hilo ndugu zangu, usimwogope mtu kwa ajili ya mamlaka yake basi ukamwabudu kama yeye ni Mungu. Hapana, Mungu ana nafasi yake na Mungu anatumika kwa nafasi yake. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeweza kuchukua nafasi ya Mungu hata kama ana uwezo au ana mamlaka ya ukubwa kiasi gani. Amen. Pia tunaona pale kwamba Shadraki, Meshaki na Abednego walikataa kuabudu lile sanamu kwa sababu imani ya kweli haipimwi kwa watu wengi. Kwa hiyo usione watu wengi wanafuata kitu fulani na wewe ukafuata. Kwa hiyo imani ya kweli haipimwi na watu wengi. Imani ya kweli haipimwi na watu wengi kwa sababu wanafanya jambo fulani. Ni wewe tu kumjua Mungu na kufuata kile ambacho unakijua juu ya Mungu na kumtii Mungu. Amen. Pia ukumbuke, pia tunatufundisha kwamba wakati mwingine imani inaweza ikakuweka kwenye mtihani. Unaweza ukafanya mambo kumfurahisha mwanadamu badala ya kumfurahisha Mungu. Kwa hiyo inapaswa sana tuwe makini, kama vile Daniel anavyoeleza katika ule mstari wake ya 3, akionyesha umuhimu wa kusimama katika imani, na sio imani yako iwe ya kulazimisha ya kwenda kumtii mwanadamu badala ya kumtii Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, nafikiri umepata kitu katika mafundisho haya katika hichi kitabu cha Daniel. Basi ninaomba sana akili yako iweze kuchanganua na ujiepushe akili yako isiweze kufuata mkumbo, bali ifate ile imani ambayo kama ulivyofundishwa kumchagua Mungu na si kumchagua mwanadamu. Ufate kweli ya Mungu na sio kufata mwanadamu, ili sio kumtumikia mwanadamu. Inatakiwa kufata kumtii Mungu na si kumtii mwanadamu ili uonekane una heshima zaidi, bali wewe mtii Mungu, mfate Mungu, mchague Mungu. Sawa, usitake kumfurahisha mwanadamu ukiwa unapotea. Kwa kusema hayo, nasema mbarikiwe sana na Mungu wa mbinguni aweze kukuinua na Roho Mtakatifu aweze kuingia kwako ili afunue macho yako ya kiroho, akufunue na masikio yako uweze kuijua kweli ya Mungu. Mbarikiwe sana watoto wa Mungu, niseme shalom, bye bye.